Hiyo ndio kazi. Ukisema tembea na Roho Mtakatifu, maana yake atakupa maelekezo namna gani ya kuishi, hata kuishi na washirika hapa kanisani, hata kuishi na wale ndugu, kwa wanakwaya wenzako, wanawake wenzako, ndugu zako, mume wako, mke wako, majirani zako, atakufundisha. Kuna maeneo atakukataza usiseme, kuna mengine atakwambia, atakupinga, atakufundisha, atakukataza, atakuamrisha. Kwa maana yake anaweza kuamrisha, naomba ufanye hivi, ukikataa inakula kwa. Kwa maana yake tunapokuja ibadani, kama tulivyokuja leo, hakuwezi kuja ibadani kwa kutimiza wajibu. Unapokuja ibadani, Roho Mtakatifu amekuleta, ana jambo la kukukataza au kukuamrisha. Anakuamrisha fanya jambo hili, wewe unapenda au upendi, lakini amesema fanya. Ukikataa unapishana naye. Maana yake yeye yuko ndani yako, lazima umsikilize na maelekezo yake. Soma kitabu kile cha Matendo 16:6 hadi 5. Utasoma haya maandiko kwa wakati wako. Lakini jambo la 4, sifa nyingine ya Roho Mtakatifu, yeye hushuhudia ndani yetu. Warumi 8:16. Hushuhudia ndani yetu. Anashuhudia nini? Yaani yeye ana kazi ya kumshuhudia Mungu, yaani kushuhudia ukuu wa Mungu, mamlaka ya kimungu, uweza wake, neema yake, upendo wake, furaha yake, wakati wewe ukiwa